rahisi iko namna gani? Njia ya kupata kuwa rais sio njia rahisi, na uwezi kutembea na ndoo kwenye soko unachangiwa shilingi 5 shilingi 2 kutoka kwa wamama wauza mboga. Hizo pesa zikufanye uwe rais. Nikisema hivyo anasema atuenda, anasema makosa. Edwin Sifuna ameshikwa. Kulingana na taarifa ambazo zimezipokea ni kwamba Edwin Watenya Sifuna ambaye ni seneta wa kaunti ya Nairobi amepangiwa kushikwa na serikali ili kuadaa mpango wake wa kuwa rais mwaka wa 2027. Hii ni baada ya katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi ama muungano wa wafanyikazi Francis Atwoli kusema kwamba Edwin Sifuna hajafika kiwango, hajafikia mahali ambapo anafaa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kulingana na mzee Francis Atwoli, anasema Edwin Sifuna ana mali, ana pesa, ana chochote ambacho kinaweza kikamfanya rais wa Jamhuri ya Kenya, akisema kwamba kuna watu ambao wamekuwa na mali, kuna watu ambao wamekuwa na fedha, kuna watu ambao wamekuwa na urithi hadi wa kisiasa, lakini hawakufanikiwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Akisema kwamba Edwin Sifuna kazi yake ni kuwachochea vijana, na amesema kwamba watamchukulia hatua kulingana na sheria. Kwa wakati huo huo, pia msemaji wa serikali amesema kwamba Edwin Sifuna alimtusi rais kuwa ni mshenzi na anafaa kuchukuliwa hatua ya kisheria. Kulingana na msemaji wa serikali ambaye ametolewa hivi majuzi, anasema rais anapaswa kuheshimiwa, mtu yeyote hana nguvu na hafai kumtusi rais kwa njia yoyote ile, bila kusahau ama amesahau kwamba Rais Ruto ndiyo mwenye kuelekeza matusi kwa muungano wa upinzani na vilevile kwa viongozi tofauti katika muungano wa upinzani. Sasa msemaji wa serikali amesema hatua za kisheria zitachukuliwa, huku pia wandani na vilevile viongozi kutoka mataifa ya kigeni akiwemo mabalozi, watu wa hali ya juu, watu ambao wamefanya kazi katika nchi za nje na vilevile convoys ambao wana represent Kenya katika mataifa mbalimbali endelea kufanya mikutano na Edwin Sifuna, wakisema kwamba kuna vile ambavyo wameonelea kwamba huenda Edwin Sifuna akawa rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya. Ningependa tuwasikilize. Mtu hawezi kusema yeye anataka kuwa mkubwa wa Waluhya bila mimi kujua. Hiyo nataka niwaambie ukweli. Kwa ajili kiti ya kutafuta kiti kikubwa inataka pesa. Na wewe ukitaka kuwa president katika Kenya hii, mimi ndio naweza kusaidia wewe kuraise hata 1 billion kwa dakika moja. Ndio uwe president. Utauliza upresident na pesa ya kusaidiwa? Utatafuta pesa kiti ya urais bila kusaidiwa? Sisi ndio tuna marafiki na sisi ndio tunaweza kusaidia wewe upate urais. Pesa ya mtu binafsi haiwezi kukufanya kuwa rais, ama pesa ya kusaidiwa. Watu wengine wametumwa na wengine na sisi tunawajua, na huwezi kuja kugawa jamii yetu kwa ajili wewe umetumwa. Mimi nataka kuambia nyinyi, na mimi nataka kuambia nyinyi, kuna Buhungu 3, Buhungu 3 inakuja tarehe 26 mwezi wa 12 Disemba hapa Buhungu. Ukitaka kutembea Western, tembea kati ya sasa na tarehe 26. Baada ya tarehe 26 huu mkoa tutafunga. Sisi tutafunga. Sisi tutafunga hapa. Chenzi sana. Unasikia hiyo? Kwa ajili ukiangalia maendeleo na mabilioni ya pesa ambayo serikali ya sasa imemwaga katika mkoa huu ni mabilioni. Angalia stadium yetu hii ya Kakamega. Angalia mabarabara. Angalia kila kitu. Zile pesa zimemwagwa hapa na serikali ni pesa mingi sana. Na usijiunge na kikundi kinasema tawe. Wanamsingizia Raila. Hawa. Haswa huyu kijana anaitwa Sifuna. Yeye ndiye aliandika agreement ya mkataba kati ya chama cha ODM na chama cha UDA. Leo hii amepatiwa hela chache na watu wengine wa kugawa jamii ya Kibaluhya. Anasema yeye ana spirit ya Raila. Mimi nataka kuambia hawa vijana
Na bahati mzuri jana walikuwa kule kwetu Kakamega, na hapa kukuwa hata na mbunge mmoja elected, ama mzee ama mtu ambaye anajua kule siasa za Kenya zinaenda. Ninataka kuambia ni watoto wadogo sana. Ndio kasi ya vijana ni kulinda nchi, lakini sio uongozi. Vijana ni kuingia kwa majeshi, kwa polisi walinde nchi, na wasituambie wanataka kuwa viongozi. Tutaonyesha kilichomfanya punda asimee pembe. We must have moral threshold, and we cannot manage to police morals. It is very sad and very unacceptable to hear, especially a young upcoming Kenyan, abuse the head of state and the President of the Republic, Mshenzi. What moral values do you hold? What examples are you showing the upcoming young members of our society? The presidency is a symbol of national unity. You may have a difference with individuals, but the presidency is a symbol of national unity, and you cannot abuse the President Mshenzi, as we saw the young senator abuse our president.